Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me and I know him, and all my life is due him. He belonged to me to victory beneath the cleansing flood. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Irinare wili kumahe, nenda motebi Yesu, nenda motebi Yesu. Yesu ne waranyangore, Yesu mwene. Malengo yangu yamekuwa kwamba nisiwe tu mwimbaji wa Kuria. Naam. Nisiwe tu mwimbaji wa Kisii. Naam. Nisiwe tu mwimbaji wa Kenya. Naam. Nisiwe mwimbaji wa Afrika Mashariki. Mhm. Lakini niwe mwimbaji wa ulimwengu mzima kwa kumtukuza Mungu. Skiza Show. Welcome friends of Gather Point who are taking this time to watch our programs here at the Point Media. This is an online television that brings good news of gospel through social media that is going to inspire you and to educate you. My name is Emmanuel Bosire, and in particular, this is the Skiza Show segment. And today in the studios, I'm going to host one of the most rising artists from our region, and you've heard him in many functions, singing and performing. Karibu. Asante. Habari yako? Njema kabisa. Umekuaje? Nimeshinda vizuri. Ingawaje kuna baridi ya hapa na pale kwa sababu ya mvua nyingi. Ni msimu wa mvua. Lakini tunamshukuru Mungu tuko salama. Na kumbuka kwamba tuna misimu minne. Yeah. Tuna msimu wa mvua. Yes. Tuna msimu wa kiangazi. Yes. Tuna msimu wa kipupwe. Yes. Na ile ingine ni? Ni hiyo ingine. Na hiyo ingine. Kipindi ni cha Skiza Show. Karibu kwa kufika. Asante. Tumekusubiria sana. Asante, nimefurahia. Na wengi sana wametaka kujua leo hivi tuko na mgeni mgani kwenye studio. Hivi unaweza kwa dakika moja kutuambia wewe ni nani na unafanya nini? Asante. Naam. Nipende kushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo mmeweza kunipa, hasa kwa katika hii TV ama televisheni yenu. Yeah, Get the Point. Get the Point. Uko umesikia awali? Nilikuwa najaribu kuifuatilia hasa katika mahubiri ya huyu mama yetu Mokoro, Elizabeth Mokoro. Ambayo yamekuwa mahubiri ya kufana sana na ya mafunzo mengi sana. Kwa hivyo nimekuwa nikiona kazi yenu vile ilivyo nzuri, na namshukuru Mungu kwa nafasi ya kuwa hapa. Kwa jina langu naitwa Maombi Samson. Nyumbani kwetu ni sehemu za Ukuriani. Kwa hivyo hapo ndipo nakaa, na namshukuru Mungu kwa kuniweka sehemu hiyo. Kuna mtu angependa kujua Maombi Samson ni nani? Maombi Samson amezaliwa wapi? Amesoma wapi? Amefika wapi? Na kile anachokifanya hasa ni kipi? Aha. Naam. Maombi Samson ni miongoni mwa watu wanaopatikana katika sehemu ya Ukuriani. Na nimezaliwa katika kijiji kimoja kinaitwa Minyere, katika sehemu inaitwa Ntimaru. Hiyo ndio town ama center ambayo tunaijua sisi pale kama town yetu. Kwa hivyo hapo ndipo nimezaliwa Minyere, na wazazi wangu wanaitwa Samson Kiora, ambaye kwa sasa ni marehemu, ambaye ni babangu, na mwingine anaitwa Agnes Samson. Kwa hivyo walinipeleka shule. Shule yangu msingi nimesoma katika shule ya Wangirabose, nikaenda katika shule ya high school ambayo ni Matare High School. Baada ya pale nikakaa takriban miaka 4-3 nje, ndio nikaingia katika masomo mengine ya juu ambayo ni college. Nimesoma katika college moja hapa inaitwa Kisii College of Accountants. KCA. KCA. Yeah. Kwa
kwa muda huo wote. Kwa hivyo hapo ndipo saizi niko na kwa muda mwingi saizi niko nyumbani. Nafanya kazi pale nyumbani 1-2 shambani pamoja na uhasibu katika uhasibu. Yeah. Hivi bado tukisema kwamba umesema baada ya kumaliza shule ya sekondari, yes, uliweza kupata kukaa miaka 3-4 kabla ya kuingia katika chuo cha mafundi cha KCA. Yes. Na pengine mpendo angetaka kujua ni sababu ipi iliyokufanya kuwa nje kwa muda huu fulani? Yeah. Okay, asante. Kwa maisha yangu yamekuwa na changamoto kidogo, lakini namshukuru Mungu sana kwa kuwa mwaminifu katika maisha yangu. Naam. Wakati nimemaliza shule, huo ulikuwa mwaka wa 2010. 2010. Lakini baba alikuwa ameaga nikiwa high school. That was the year 2008. Mwaka 2008. Baba aliaga nikiwa hapo. Pole. Na hapo niliweza kusaidiwa na wadhamini kidogo kidogo, nikawa nimemaliza. Kwa hivyo pale nilipokuwa nimemaliza, in fact sikuwa na matumaini kwamba ningeenda college ama hiyo sikuwa na matumaini kabisa. Nikakaa nyumbani, nikawa nalima kidogo, mambo yako yanaenda. Na nikawa nimegundua kitu kimoja kwamba katika kitu chote tunachokifanya lazima uwe na pesa. Kwa hivyo hata shambani nilikuwa naekeza, lakini nilikuwa natoka bure. Kwa hivyo kwa muda huo nikawa nimeenda Tanzania kidogo kusaka kitu pale na pale. Na wakati huo pia kuna wadogo zangu walikuwa nyuma. Kwa hivyo lazima ningeng'ang'ana pale kidogo, alafu na wao kidogo na tupate kitu cha kukula. Kwa hivyo muda huo wote nilikuwa nje mpaka pale nilipofika mwaka wa 2014 ndio nikapata mdhamini. Mdhamini mmoja alikuwa priest. In fact ndiye amenisaidia. Priest ndio aliniambia niandike barua nipeleke kwa Diocese of Homa Bay. Kwa hivyo alipoichukua akaipeleka pale, mama mmoja akawa ameanza kunisponza kutoka huko katika masomo yangu. Kwa hivyo yeye ndiye nipata hunda ile cheki. Ndio nikaanza masomo yangu katika mwaka huo wa 2014. Kwa kweli Mungu ni mkuu na tumeweza kuona historia yako japo kwa ufupi. Na pengine nikuulize maombi. Samson. Yes. Tunajua kwamba jina maombi mara mingi linatumika sana katika mambo ya kusali. Pengine Kikuria ndio sitaelewa maana ya maombi ni tofauti na ile kila mmoja angependa anajua ama anafahamu, ama ina maoni mengine. Jina maombi wengi wamekuwa wakifikiria kwamba sio jina langu kamili. Wamekuwa wakifikiria labda nimekuwa nikiomba nikapewa hilo jina. Nimekuwa muombaji lakini hilo ni jina nililopewa na baba yangu. Katika miaka hiyo tuseme mama alipokaribia kujifungua mimi, yani kunizaa, nitumie lugha rahisi ya kuelewa. Alipokaribia kunizaa, baba yangu alikuwa mwinjilisti. Alikuwa anahubiri. So wakati ninazaliwa ilikuwa mwezi wa 11, tarehe 19, baba akiwa kwa maombi. Sasa baba alikuwa ameenda maombi Masaini. Sasa katika muda mzuri baba akapata habari kwamba nimezaliwa. Sasa baba akawa ameniita maombi. Kwa kweli tumeweza kusikia origin ya jina maombi, ambayo leo tuko naye hapa, nazidi kutufafanulia maisha yake na jinsi ameweza kukua hadi wakati huu. Na kwa nafasi ya kipekee, ni jambo lipi unadhani ya kwamba kwako kibinafsi limeweza kufanya watu wengi wakaweza kukufahamu? Okay, nimekuwa miongoni mwa watu ambao nimefanya kazi kazi ya Mungu. Kwa muda mwingi nimeifanya, hasa kazi ya uimbaji. Nimekuwa nikitrain choirs, na mara nyingi pia nimekuwa nikitumwa nje kwa ajili ya kwenda huduma. So katika ile sehemu yangu nyumbani kwetu pale wamenifahamu sana. Na pia nilipokuja hapa Kisii katika mwaka huo wa 2014, bado sichaacha kufanya huduma ya Bwana. Bado naisukuma katika hiyo huduma. Nafikiri wengi wamenifahamu katika hiyo. Kwa hivyo wewe ni mfanyikazi shambani mwa Bwana. Yes. Ya kwamba sehemu unayoifanya kwamba ni kwa mahubiri kama mwinjilisti, na vile vile kwenye sehemu ya nyimbo. Yes. Na nikidhani sana wengi wamekufahamu wewe kupitia nyimbo, kwa maana
mimi kibinafsi nimeweza kukuona mtandaoni ukiimba, nimekupata kwenye events za kanisa ukiimba, kuona kwenye mialiko tofauti ukiimba nje na ndani ya Kisii. Na kuna wimbo ambao umeweza kuimba, wimbo wa Ekegusi. Sijui unaelewa Kikisii, ulijuaje? Wewe ni Mkuria, lakini umeweza kuimba wimbo wa Ekegusi. Wimbo unasema namanyire goroniane. Nimekaa Kisii kwa miaka mingi na Kisii baada ya kuwa hapa nimegundua watu hawa ni wazuri. Wamenipokea kwa uzuri. Nimefanya nao kazi kwa uzuri. In fact Kisii nimekuzika sana. Hata katika sehemu yangu ya talanta ya uimbaji Kisii wamenishika mkono sana. Kwa hivyo ndio maana mara nyingi napatikana Kisii kwa sababu nao pia wanapendezwa na huduma ninayoifanya. Kwa hivyo nimepata kufahamu ingawaja machache katika lugha ya Kikisii. Kwanza na chorus tu. Ili mtazamaji ndiye ajue kwamba tunasema ukweli. Namanyire goroniane, amanyire goroniane, wanchale bwai tomborame, wambokande ngomboye nyancha yogokumia, gatoromera naroro tosango mogo koigoro, namanyire igoroniane botambi. Umesema kwamba ulipokuwa ukiwafunza uimbaji wengine kwa tofauti, pia uliweza kuondoka sehemu fulani kwamba unaweza imba kama mwimbaji kibinafsi. Na mara mingi hapa anasema kwamba solo artist. Umefanya nyimbo kadhaa. Hivi umefanya nyimbo ngapi kufikia leo? Katika mpaka saizi nyimbo zangu za country music nimefanya nyimbo 22. Na niliwahi fanya pia nyimbo zingine nilipokuja Kisii ambazo zilikuwa nyimbo 7. Pendwa, nyimbo 7. Hizo zilikuwa zinaitwa vipi? Hizi za kawaida za kawaida tu. Hizi za waimbaji wa kawaida ambazo secular ama bado gospel, lakini za on composition. Na nini ilikufanya ukaacha on composition ukakuja kwa country music? Katika mwaka wa 2016 nikiwa ninaimba katika kwaya ya Ventageta, tulipata mwaliko wa kwenda sehemu moja inaitwa Mwembe. Pale Mwembe nikawa sasa, baada ya mahubiri ndipo hawa waimbaji wa kibinafsi wanaweza pata muda, na watu tulikuwa tunakula pale alafu tunaimba hadi jioni. Kwa hivyo nikawa nimeimba pale nyimbo zangu 2 tu. Alafu ikafika saa 8 hivi kuna mwimbaji mwingine akaja, anaitwa Farike. Sasa nimekuwa nikipenda nyimbo za ng'ambo ambazo ni hizo country music. Maana kuna mmoja wa wafanyabiashara ambaye anaitwa San Henry, ambaye aliwahi fungua duka la hizo nyimbo za ng'ambo. Hizo hasa alikuwa anaweka Geita vocal band. Sasa ningepita huko jioni saa 1 hivi, ningekaa angalau dakika 5-10 nikiwa ninatazama nikisikiliza, maana alikuwa anaziweka hizo zenyewe. So ningepita huko nisikilize, nikiwa nimechoka kutoka shule, angalau napata amani na nguvu za kutembea tena kwenda kwa nyumba. Sasa siku hiyo nikawa nimempata kumuona huyu ndugu akiimba vile nimekuwa nikitazama. Sasa nikawa nimepata furaha sana. Nikawa baada ya kumaliza, aliimba wimbo mmoja ambao nilikuwa ninaupenda kuimba sana. Unaweza kukumbuka? Alikuwa anaimba sinji ya rahisi ya kwenda mbinguni, miba mingi safarini. So nikaupenda sana. So baada ya kumaliza nikaenda nikazungumza naye, ndugu yangu, naomba niongee nawe. Akasema naweza zungumza na mimi. Nikamuuliza, nikamwambia mimi naitwa Maombi. Kwani kwetu ni
ni Ukuriani. Nawezaje nikajua kuimba hivyo? So akawa amenieleza, akawa ananitia moyo. Ananiambia you just be listening to this music and ukifanya practice. So nikawa ninafanya practice katika huu muziki. Nikawa ninafanya mazoezi, nafanya mazoezi, nazungumza na yeye. In fact amekuwa rafiki wa karibu sana katika kunisaidia kuimba. Kwa hivyo niseme kwamba yeye ndio role model wako. Amekuwa role model katika uimbaji wa country music. Kuna mtu ambaye pengine ajui nini country music, vile wewe umeelewa country music ni nini? Okay, country music vile ninaielewa kwamba ni muziki kama muziki mingine ambao unaimba tofauti kidogo na hizi nyimbo zingine. Kwa mfano country music unaweza imba ukiwa umetulia. Haina vile unaweza imba ama umewekwa marching. By the way, sijawahi ona vile unaweza marching kwa country music. Na mara nyingi unapoimba hizi nyimbo za tenzi, nafikiri tunazielewa, ambazo zinaitwa nyimbo za Kikristo kwa lugha yetu sisi, ama hymns. Unaona hymn nikianza kuimba hata ukiwa na matatizo unaona matatizo yakiondoka. So ni mfanano wa nyimbo hizi za country music. Na hizi country music hazina mipaka. Unaona? Zinaweza imbwa popote pale bila namna yoyote ile ya mipaka. Yes. Kuna mavazi rasmi ile ambao waimbaji wengi wanafanya nyimbo za country music huwa wanayavaa. Yes. Ikiwa kwamba ni kofia ile ya nadhani ni moja hapo ni hizi kofia mpendwa. Kuna hizi kofia mnapoimba nyinyi waimbaji wa country music huwa mumezivaa. Pengine utaweza kuivaa ndio. Wacha niivaa. Sasa ndio cowboy mwenyewe. Unaonekana vizuri. Asante sana. Kama sasa kuwa cowboy mwenyewe. Na unapoimba hivyo unajisikia vipi? Kama umevaa kofia na unaimba sasa nyimbo. Ni siwezi kichizi vibaya, lazima anachizi vizuri. Waanzilishi wa huu muziki walivaa hivyo. Kwa hivyo ili na wao waweze labda kuheshimiwa kwa sababu ni kitu walichokianzisha, inakuwa hivyo. Lakini haivaliwi mpaka kanisani. Inabidi tukifika kanisani na tunampa Mungu na heshima yake. Kwa hivyo tunapokuwa tunaimba katika hizi sehemu zingine event, ndio utaona tumevaa kwa namna hiyo. Lakini wakati tuko katika huduma ya Bwana, inafaa tufae kama vile inafaa kuvaliwa. Unapata kwamba wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi sana kwamba mtu anaimba wimbo wa kanisa ambao lakini hajautenganisha na country music. Unapata kwamba most ni hymnals ambazo mnaimba kwa njia ya kupeleka polepole na pengine kwa kupeana illustration ya wimbo huo. Na vile vile huwa wanapenda kuvaa jeans na saa na boots. Pengine siku nyingine utaja kwenye interview hapa kwenye Skiza Show tuweze kuelewa sana kuhusu country music. Wimbo wako wa kwanza kuimba ni upi? Wimbo wangu wa kwanza katika hili, kuna rafiki yangu na aliweza kuaga. Na sasa baada ya kufanya practice ya hizi nyimbo takriban miaka 6-7 hivi, kwa sababu tulikutana Farike 2016 kidogo. Ume practice miaka 6? Takriban miaka 6. Maana tumekutana mwaka 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hivi sasa ndio naanza sasa. Sasa ndio ninaanza. Kwa hivyo katika hii miaka yote nimekuwa nikijaribu, bado nasikia haijakuwa. Kwa hivyo rafiki yangu mmoja akawa ameaga, ambaye alikuwa rafiki wa familia sana. Na mimi amenichukulia kwa muda mrefu kama mtoto wake. So nilishindwa cha kwenda kupresent kwake. Ikabidi niwe nimeimba wimbo mmoja huo ambao ulikuwa unaimba kwa kumtaja yeye. Na siku hiyo nilipokuwa nimeuimba, niliimba zingine studio lakini hazikuwa zimetoka. Na huo wimbo nilipouimba ukawa kidogo watu wameanza ni nani huyu? Kupenda. Ni nani huyu? Nani ameimba?
nikajua kumbe ninaweza anza kuimba. Labda huu ndio muda sasa wa kuanza kuimba. Nikaja pia nikaimba wimbo mmoja unasema You Raised Me Up katika lugha ya nyumbani. Pengine nikupe dakika moja tuimbe wimbo. Okay. Hanonde hanse koro yane ya babayera Hanwinyani yacha koro yani ndito Ngukirande daganya ko bunyoheru Kuhika uche obe hamwe na uni Wanyimukiria nimere guchinguku Wanyimukiria kumiriro ginyancha Nini chinguru anoringi hamwe nauni Wanyimukiria anontakaika Rudia kibwagizo chorus. Wanyimukiria nimere guchinguku Wanyimukiria kumiriro ginyancha Nini chinguru hanoringi hamwe nauni Wanyimukiria anontakaika. That's wonderful. Thank you so much. I can know that that's a translation of Yeah. Raise Me Up. Yeah. Am I wrong? Yeah, that is You Raise Me Up. So that could be one of the songs that you did Yeah. at that burial for your friend. Yeah. Yes. And on that line, you came and did the third track, the fourth, up to the 22nd. Yes. Which of the songs do you think and you can sing anytime someone gives you a call? Of all the songs, which is the most beloved of you that you've done? Nyimbo zangu zote ninazipenda na nina huru wa kuziimba wakati wowote ule. Sina tatizo. You don't have a favorite? That one that ukiamshwa usiku, anytime, you will be very confident to sing it and bring the motivation behind that song. There's that one. Okay, ni ziko mimi naona ziko tu nyingi, lakini kuna ambayo nimetengeneza kwa muda mfupi huu ambapo haijachukua muda mrefu, ambao nimeimba kwamba nuru imeenda Kuria. Yes. Kwa hivyo imba imeenda vipi? Now the morning has come, after the night have taken long, patiently waiting and trusting the Lord, light has come to Kuria. You'll never be tired of us, all sour and when we fall. Chief of the sinners we are alone, but your love covers all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Irinare wili kumahe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wisane keriogongwe. Yeah. Indeed, light has come to Kuria. What could be the motivation behind that? What has brought light to Kuria? Nimeimba huo wimbo hasa ili niwaeleze vijana wenzangu katika sehemu ile pia kwamba kuna uwezekano mkubwa sana tunaweza tukafanya katika huduma ya Bwana katika uimbaji. Kwa kweli. Kwa sababu hawapo.
hawapo. Unagundua kwamba vijana saizi wanafanya vitu mingi zaidi ya kuhudumu katika ibada ya Bwana. Kwa hivyo nilipokuwa ninaimba huo wimbo, nimeuimba kwa ajili ya hao marafiki zangu. In fact, katika hivi karibuni nilifanya launching ambayo haikuwa nzuri sana. Najua hujaniuliza hilo swali, lakini nilipokuwa nimefanya hiyo launching, cha kwanza ambacho nilikuwa nataka nifanye ni kwamba ninaweza pata namna, ninaweza kuwa na labda machine ili na wale watu wanaweza jua kwamba kuna kurekodi nyimbo na kuna kuimba. Wanaweza tumia sauti yao ile Mungu amewapa kwa ajili ya kurekodi. Kwa sababu unapata kwamba sehemu ambayo ninakuja kurekodi, kwa mfano mimi ni hapa Kisii. Kwa hivyo kijana mwenzangu nikimweleza kuhusu, ananiambia sasa nitarekodi vipi? Wapi? Na wapi? Na ni producer. Itakuwaje? So nikawa nimefikiria labda katika hili ninaweza nikiwa na studio ya nyumbani inaweza kuwa vizuri zaidi, ama mashine ile ya kusaidia bila kuwa dai. Wakisaidiwa wawili, watatu, wane, basi sehemu yetu nuru itakuwa imeng'aa kabisa. Kwa kweli. Na ni vizuri umeweza kutajia hilo kwamba ulitaka kufanya launch. Na pengine kabla tuingie hapo, umeimba hizi nyimbo zote, ni wapi uliimba ukasema kwamba kwa kweli nimeimba? Kwamba ni kanisani, ni kwenye event, kuna sehemu tu wewe kibinafsi ulisema kwamba umeitwa, mfawidhi pengine ameita Maombi Samson aje kwa wimbo, akaimba na watu wakasema kweli ameumba wimbo? Okay, nimeimba katika kanisa na watu wamekubali. Nimeimba pia katika event nyingi. Sasa unajua wewe mwenyewe watu ndio wataweza kukueleza, lakini wewe unaweza imba, wewe ufikiri kwamba there was no any positive effect ya wimbo. Ila mara nyingi sana nimekuwa nikiimba hapa Kisii. Nimekuwa nikiimba sana hapa Kisii event. Nimekuwa nikialikwa hapa Kisii kuja naimba events, alafu ninarudi nyumbani. Kwa hivyo na mshukuru Mungu kwa sababu wamekuwa miongoni ambao wamekuwa pia wakinitia moyo kwamba wimbo ule ni mtamu. Kwa hivyo nimekuwa nikimtukuza Mungu katika huo uimbaji, na watu wanasema kwamba kwa kweli wimbo ule ni mzuri. Mtu ameweza kupea zawadi ama token fulani akasema kwamba wimbo wako umenipendeza, hii hapa soda yako, wimbo wako kwa kweli umenigusa, hii hapa zawadi yako. Bado ninasubiri. Unasubiria ahadi yako. Na pengine mpendwa, ninasubiri, sijachoka. Najua Mungu anaweza kuwa na karabati mambo yangu kupitia kwa mtoto wake anayemwandaa. Inaweza kuwa anatusikiliza, pengine anatutazama kwenye Gather Point. Kaka yetu amesema kwamba amekuwa akiimba lakini hajapata ile zawadi kwamba umeimba, hii ni yako hapa. Lakini nafurahia kwamba unazidi kusubiri, kwamba vitu vizuri vinachukua muda, vinasubira. Na kwa hivyo sasa changamoto ile moja ambayo utaweza kuitaja kwenye kipindi hiki kwamba umeipitia hadi hivi leo kwenye muziki ni ipi? Malengo yangu yamekuwa kwamba nisiwe tu mwimbaji wa Kuria. Nisiwe tu mwimbaji wa Kisii. Nisiwe tu mwimbaji wa Kenya. Nisiwe mwimbaji wa Afrika Mashariki. Lakini niwe mwimbaji wa ulimwengu mzima kwa kumtukuza Mungu. Amen. Kwa hivyo changamoto ninazopata hasa moja ni katika sehemu ya kupata namna ya kusonga kwa namna hiyo. Kwa namna gani? Tuseme kwa rekodi. Katika tunapokwenda katika recording, unapata kwamba hizi nyimbo zetu lazima zishughulikiwe ipasavyo. Kwa hivyo pesa kidogo huwa iko juu kulingana na hizi nyimbo zingine za kawaida. Kwa hivyo katika sehemu ya kipato, kwa mfano, huwa hujapata kipato, ina maana utasubiri kwa namna fulani, ama urudi shambani ulime ndio upate ugawie watoto wako, ugawie mama angalau kidogo afae vizuri, alafu ndio nyingine ukimbie urekodi. Kwa hivyo unaona inachukua changamoto. Kwa hivyo bado ninasubiri, nikijua kwamba mipango ya Mungu ni taratibu kwangu. Bado unajikita katika kusubiri. Na hivi pengine nilikuwa
ikuulize nani akufanyia nyimbo zako? Anayenifanyia nyimbo zangu ni Dr. B. Dr. B ndiye anayenirecord. Kwa kipindi hicho chote, nyimbo hizo zote, nyimbo 22, Dr. ndiye amekuwa akisifanya. Kwa hivyo hujaweza kupata kwamba producer fulani ndiye akafanyia nyimbo zako, kamjaribu na mwingine? Bado umejikita kwa Dr. B? Bado sija mjaribu. Kwa sababu kwa sababu gani nimekaa sana kwa Dr. Nitamweleza na kuja kurekodi, lakini sina pesa. Kwa hivyo atakuja ataniambia tu, kakangu njoo, nitakusaidia. Kwa hivyo na mimi nikipata pesa hata kama ni kidogo, na kuwa mwaminifu kwake. Na kuwa mwaminifu kwake. Kwa hivyo ameweza na yeye kucreate ule uaminifu kwangu. Nikimweleza sina. In fact nikiwa nikija Kisii namweleza, ndugu yangu sina pesa, lakini si haja tena nirudi nyumbani bila kuimba. Naomba uniruhusu unirekodi. Nikifika nyumbani nitafanya moja nikakutumia kitu chako. Na amekuwa akinifanyia hivyo. Kwa kweli mpendo, unazidi kutusikiza hapa kwenye Skiza Show. Hapa ni Get The Point. Leo mgeni wetu ni Maombi Samson, anazidi kutiririka na kutupa maoni kuhusu nyimbo zake, jinsi amekuwa akiziimba, changamoto amekuwa akizipitia, na umbali ule anautarajia kuenda. Amejikita katika kusubiri ahadi za Mungu, na nampenda kwa sababu tunazidi kusubiria ahadi za Mungu. Tunapofika kilele kuna sehemu ambayo umeweza kualikwa ukakosa kupewa nafasi ya kuimba. Imekuwa pia changamoto. Wakati mwingine tunapokuwa hawa waimbaji, tunawaita waimbaji wachanga, ama hilo umelitamka, waimbaji wanaoinuka, inakuwa vigumu. Unaweza toka hapo usikia kuna event imefana sehemu, na usikia kwamba watu wako pale tu, ground iko mzuri. Unaweza enda. Nimehudhuria nyingi kwa sababu sijulikani. Nimekuwa nikienda na ninarudi bila kuimba. Na wakati mwingine unajua umepiga kidogo, kumepata hata fare, unakimbia pale. Kwa sababu lengo ambalo huwa tunafanya hivyo ni kwamba angalau watu wajue kwamba sauti ya maombi iko. Maombi anaweza bariki mtu. Maombi anaweza fanya kitu vizuri. Hajapewa nafasi. Kwa hivyo akipewa, basi kinaweza onekana. Ndio maana huwa tunakimbia hapa tufanye hivi ili hivyo tukiwa bado tunasubiri. Unajihisi vipi unaponyimwa nafasi, kwamba umetumia nauli, umetoka tuseme Kuria, umekuja Kisii kwenye function ya kikanisa, pengine function yote ile, mfawidhi hajakuita kukupa nafasi uweze kuimba wimbo, unajihisi vipi kama Maombi? Katika hali ya ubinadamu unajihisi vibaya sana. Kasirika vibaya sana. Na unajua unapokuwa umetoka pale pia umewaaga watu wako kwamba ninaenda kufanya nini? Naenda kumsifu Mungu katika sehemu ile. So unapokuwa unafika pale hujafanya, unaweza ukawa umechoka. Roho inaweza kuwa imechoka. Lakini unapokuwa ukiendelea kuchoka, kuna maneno ya matumaini huwa Mungu bado anatueleza kwamba labda leo haikuwa siku yako. Yako itakuja. Na licha kwamba ulimtaja Fari K kuwa kama role model wako, wewe unapojiona wewe ni role model wa msanii fulani, labda atakapotaja chinzi nimeweza kutaja, kwa sababu bado siwezi nikafahamu. Labda pale ninapoimba kuna wengi wanatamani waimbe kama mimi, ambayo siwezi nikajua. Labda watakapokuwa wamepata nafasi kama hii nimepata, wakitaja, basi hapo ndipo unaweza tambua kwamba ukweli umekuwa role model wa mtu fulani. Kwa hivyo na wewe pengine unatarajia kwamba utakuja kuwa role model wa fulani. Kiwa nikija dadangu Salome, Diana alikuwa amejua kwamba unafika studioni, na aliweza kutambulisha na wimbo unaosema kwamba alisema taja wimbo wa I Must Tell Jesus. Wimbo huo ambao umeweza kuimba. Nisema kwamba kwa kidogo tu uweze kugusa wimbo huo I Must Tell Jesus. Kuikante bi Yesu amasa chogane tenga torai mi riru mwene kunyang koyane naranturi
나한치린 가가 연쇠 군디하리 낸다 못해비에소 낸다 못해비에소 tenkai mukimi riru mwene nenda motebieso nenda motebieso Yesu ne waranyangore Yesu mwene. Wimbo mzuri sana. Yeah. Kikuria na Kikisii kwamba zinakaribia sana. Kabisa, ni lugha zinazokaribia. Ukianza hapo, Goika. Kohikante vs. Hiyo ni Kikisii. I must tell Jesus. Ni Kikuria, lakini nyinyi ni wetu pale. Na wimbo huo nadhani kwamba ni wa matumaini. Huo ni wimbo wangapi? Huo ni wimbo wa 4. Wimbo wako wa 4. Na mwishoni wa mwaka 2024. Katika kuwa na maono, unatarajia uwe wapi katika nyimbo? Utakuwa umefanya mwishoni mwa mwaka huu? Mwisho wa mwaka huu nimetarget niwe nimefika nyimbo 40. Na niwe nimetoa angalau video 10. Yes, hiyo ndio target yangu kwamba ndio ninaombea kwamba iwapo Mungu atakubali kunipa neema hiyo, labda amguze mtu sehemu na kunitia nguvu, basi nitakuwa nimefika katika sehemu hiyo. Utakuwa umefika. Kwa ni maombi Samson azidi kutiririka. Pengine swali langu la mwisho, umefanya wimbo na mtu fulani kwamba collab, anasema kwamba pengine maombi wanaimba na Dan Hassan, pengine Samson maombi wanaimba na Fari K. Wamekujia watu kama wao kuambia kwamba mwimbe kwa pamoja? Bado hawaja nieleza. Na nimekuwa nikitamani pia labda nifanye na mmoja wao, na bado sijapata nafasi. Na sijui niende nimweleze ama wakati mwingine nashindwa the approach ambayo ninaweza kuitumia. Lakini tumekutana nao mara nyingi, wamekuwa marafiki wa kipekee sana katika huu muziki wangu. Na bado sijafikia hapo. Labda inakuja. Labda na pengine itakuja. Kwa dakika moja, pengine kuna kitu ungependa kuambia mtazamaji wa Gather Point ama yule anayeenda kukutazama? Kuna jambo unaweza kumwambia mtazamaji ambaye hatujaweza kulizungumzia? Mtazamaji, nimefurahia kufika katika sehemu hii ya TV yetu ambayo ni Get the Point. Ambayo nimefurahia mimi binafsi kuwa ndani, na nina imani pia na wewe unapotutazama unafurahia pia kwa huduma ambayo Get the Point inatoa. Kwa hivyo nami hapa ni miongoni sasa mwa Get the Point. Kwa hivyo unapokuwa pale, utakapokuwa ukisubscribe kwa vitu zingine, nami utaniona katika hii sehemu ya Get the Point. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, ninakuhitaji pia katika huduma yangu ya uimbaji. Na unapoingia pale, nyimbo zangu ziko pale, zinaweza zikakubariki, ambazo ziko YouTube, ingawaje ni chache. Lakini zinapokuwa chache zitakubariki katika muda huo. Na nipende kukuahidi kwamba nyimbo zitaendelea kuwa nyingi, na pia utaendelea kubarikiwa katika sehemu yangu ama katika huduma hii ambayo Mungu ameweza kunitwika. Mpendwa, uweze kubarikiwa. Wage sasa na wimbo. Ningependa basi niimbe wimbo huu ambao unaitwa Victory. Naigure urusumo orumutoriarure kobukomahe akarusiri menya Calvary koguntoriauni naigure irikura iriamanyinga guruhoru igo natoboya maraga nahanonga kera ogokera hari Yesu
umuturia kuyeyo akandigia akangora komanyinga gae na hanchiring aimanya rimenya lene lyonswe hale werele akanga ogotora kurwa komaraga. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made a lamb to walk again, and cause a blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought it to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me and I know him, and all my life is due him. He belonged to me to victory beneath the cleansing flood. Ogokera ali Yesu omuturia kuyeyo akandigia akangora komanyinga gae na hanchere kamumanya rimenya lene lyonswe hale werele akanga ogokera kurwa komaraga. Kuna rafiki yangu anaitwa Lamu kwa naimba ushindi kwa Yesu Mwokozi daima. Tafuta Lamu atatuongeza. Lamu anaitwa Lamek Aungo. Na mpendo mtazamaji, kadi tama tumeweza kufika kwenye Skiza Show hapa kwenye Get the Point. Mimi nimekuwa host wako Emmanuel Bosire, na nimekuwa na guest wetu ambao ni Maombi Samson, ambao ameweza kutiririka na kuweza kufunuka na kutuambia changamoto ambao ameweza kuzipitia kwenye uimbaji wake wa country music na matarajio anayo kwamba muziki wake unaweza kuinuka na ukaweza kuwa international singer. Hadi wakati mwingine tena tutakaporejea tena, tunasema kwamba Get the Point sisi ni television ambayo tumejikita sana katika mambo ya social media, kukuletea habari ile ambayo inakuinspire na kukueducate ili uweze kupata habari hiyo ikaweze kuimarisha maisha yako katika kiroho tunaposubiria urejeo wa Yesu mara ya pili. Nyuma ya kamera amekuepo kaka Jose pamoja na dada Diana Salome. Tuwaaga tukisema kwamba kwa heri. Get the point, you take a step forward. Bye. Get the point, take a step forward.